anachukua biashara, hajaisoma vizuri, hajafanya utafiti vizuri, anaenda kuweka hela kwenye biashara hiyo, mwisho ile biashara inakufa. Mimi ni rafiki yako mtandaoni, nitapenda pia unifanye kuwa rafiki yako huko uliko mtandaoni. Wengi sasa hivi wanamaliza vyuo, kazi zipo lakini kazi zenyewe sio nyingi, ni chache. Kwa hivyo mwanafunzi anapomaliza chuo au akiwa chuo anaweza kuanza biashara yake. Sasa ni namna gani ya kupata mitaji? Njia ya kwanza ni kusave, weka akiba yako. Mtaalamu wa fedha atatueleza mbinu na kanuni za fedha. Weka akiba yako wewe kwanza, kabla ya kujua unaenda kwenye vikoba ama unaenda benki au unaenda kumuomba sehemu mtu mtaji. Hebu wewe cha kwako ulichokisave ukiweke. Alafu njia ya pili, ukisha save, anza kidogo kidogo. Changamoto zilizopo kwenye jamii yetu ni kwamba unakuta mtu ndo anaanza biashara, anawaza hela nyingi, lakini hajaanza kuwaza kwanza uanze kidogo ili ukue. Kwa hiyo ni vema ukaanza kidogo kidogo, ile mindset ya kusema kwamba nataka milioni 10, kumbe kitu ni cha 500,000. Hebu anza kidogo kidogo, alafu ukishajua ile biashara yako ndio ongeze mtaji mwingine. Kwa sababu changamoto zilizopo ni kwamba mtu amechukua biashara, hajaisoma vizuri, hajafanya utafiti vizuri, anaenda kuweka hela kwenye biashara hiyo, mwisho ile biashara inakufa. Lakini ungekuwa umeanza kidogo kidogo, riski ingekuwa ndogo. Ukianza kwa shilingi 500,000 na milioni 50, riski ya milioni 50 ni kubwa kuliko 5. Tunaelewana jamani? Kwa hiyo usikubali kuanza biashara na mtaji mkubwa kama biashara ile hujaielewa, hujaifanyia research ya kutosha, hujajifunza, kwa sababu riski itakapotokea itamaliza itakuwa kubwa sana. Na tunaona asilimia kubwa ya watu wakichukua mikopo benki wanashindwa kuirejesha. Kwa sababu gani? Hawakufanya research ya biashara yao vizuri, utafiti. Kabla hujaenda kukopa mtaji, unatakiwa ujiridhishe. Anza kwanza. Kwa mfano, wajasiriamali wako hapa, anaanza biashara yake hivyo, baadaye anaanza kununua mashine yake, baadaye anaona sasa soko langu limekuwa, anaanza kuzalisha, badala ya kuzalisha sabuni 10 kwa siku